na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri, na kuingia kwenda kupata aibu ile kwao si sawa. Lakini jengine, hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu. Huko waliko hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka wanasiasa wakaenda vyama vingine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa hawa ambao mwaka 2020 mpaka 2023 nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani na wanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliowakuta nje wanasafa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje. Ni hawa hawa walionambia sawa tutarudi lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja, baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu. Tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi. Yeye kaja, yule aliyemnyoshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote nilijua naongea na Watanzania waliotimia, wenye akili timamu. Nikajua watarudi, tukae, tuzungumze, tuende.